Okay, najua wengi mnajiuliza kwa nini mimi nauza limbwata. Kwa nini ninauza limbwata? Kwa nini nawasaidia wanawake wengi wawateke wanaume zao akili? Okay, naombeni sikilizeni hii. Mbona post yako TikTok? Kuna changamoto kama imenikuta. Yaani nashindwa kujua nianze wapi. Kuna mwanaume naishi naye mwaka jana. Nianza kuishi naye mwaka jana mwezi wa 7. Kwenye mwezi wa 8 nikapata ujauzito. Akabadilika, akawa nimpa magomvi kila siku tunagombana. Akapata mwanamke mwingine, akawa anasema mwanamke ndo anampa amani kuliko yani nyumbani hamna amani. Akawa tembea nayo dada, nikaja nikagundua kabisa wamelala pamoja, yani wanashiriki tendo la ndoa. Nikaanza kuumwa, nikaenda hospitali, nikapewa dawa za kuzuia mimba isiharibike, lakini mwanaume ananijibu hana pesa. Basi maisha kaenda, imefika kwenye mwezi wa 9, ile mimba ikaharibika. Iliharibika, nikaenda kwao kwa ajili ya kuuguzwa kama wiki 2, nikaja nikarudi. Nilirudi mambo yake yakawa haendi sawa. Mimi najishughuli na saluni yangu, saluni ya kike. Mambo yake yakawa haendi sawa. Akawa amepata changamoto, yani mimba tulivyoharibika mambo yakawa haendi sawa, yani hana kazi ana nini. Basi akaniomba msamaha sana kwamba nimsamehe kwa alichokifanya, kwamba ilikuwa sio hasira, alikuwa anajikuta tu kinona anakuwa na hasira hivyo. Na mamake akaniombea msamaha, na akamwambia msamaha mtoto wake. Basi nilikuwa nampenda ingani. Nikawa naanza nitatembea na ngapi, nikavumilia, nikamsamehe. Akaapia kwa Mungu, akasema yani hata kama ningepigwa mimba nyingine atajitahidi ale mtoto wake, hata taka tena niteseke kama alivyoteseka. Basi maisha yakaendelea. Mwaka huu mwezi wa kwanza nikawa nashangaa sana siku zangu, nilipokuja kupima nikajikuta mjamzito tayari na wiki 7. Nikamwambia siku ya kwanza tu nilipomwambia, akaniambia yeye hana uwezo wa kumzalisha mwanamke, yani ana nguvu za kiume. Nikashangaa. Baadaye akaomba tena samani, maisha yakaendelea. Nikawa naumwa, performance ya kazi ikaisha, yani nateseka tu, ni mtu wa nyumbani. Nikaenda hospitali, nikaambiwa nikabidi rest, nipumzike, nisifanye kazi. Kwa hiyo ofisi yangu nikaifunga kwa muda. Nikakaa nyumbani, nikaamua hata nisikutane na mwanaume kimwili. Basi akawa ananihudumia, baadaye nikaona kama vile anachoka. Ndani ya wiki moja tu nikaona kama vile anachoka, yani unaweza kupika afu hali akija nyumbani haongei hivyo. Siku nilisema niende kazini, nimerudi, akasema nimetoka kwa mwanaume. Kaka Mungu alinipiga, yani alinipiga sana. Kwenye mimba kasha nipiga karibia mara 3. Sasa baadaye mamake akajua, mamake akaongea naye, yani mtu ambaye ni mapenzi yetu kama vile paka mamake aseme. Basi mamake alipoongea naye kwenye Pasaka ile mwezi wa 4 mwaka huu, akaniomba msamaha, nisamehe sitarudia tena. Nikasamehe tayari kwa sababu mimi ni mjamzito. Nikawa tunaenda kazini kwa hivyo, narudi nyumbani, uwezo wa hela ukawa, yani mimi ni mtu ambaye anapambana sana napata hela yangu, na yeye anaendesha bajaji, nimemsaidia vitu vingi sana, yani vingi sana nimemsupport, lakini nimekuja kugundua kumbe